nataka kuzungumzia kuhusiana na ubikra. Wanaume, mnafaa kujua kwamba wanawake wapo tofauti. Unaweza kupata mwanamke ni bikra lakini sivyo ulivyozoea. Umezoea kuwa ni hivi na hivi na hivi. Tangu unakuwa wewe umewekewa akilini kwamba mwanamke bikra anafaa kuwa hivi na hivi. Lakini kabla sijavaa viatu kuingia zaidi, je, unajua bikra ni nini? Wewe ambaye unalilia, bwana mimi sitaki kuoa mpaka nioe mwanamke bikra, unajua bikra ni nini? Wacha nikutoe taka masikio. Msikilizaji, bikra ni hali ya mtu ambaye hajawaipo kushiriki tendo la ndoa. Yaani huyu tangu amezaliwa hajawahi kuvumbulwa. Na kwa mwanamke, bikra inaashiriwa na ule uwepo wa sehemu ndogo ya ngozi inayojulikana kama utando wa bikra. Kizungu inajulikana kama hymen, ambao mara nyingi huathirika ama kupasuka baada ya kuvumbulwa kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ni muhimu sana kuelewa kwamba huo utando wa bikra unaweza kupasuka kwa sababu nyingi zisizo na uhusiano wa kuvumbulana. Sawa? Mtu anaweza kupoteza ubikra wake, msikilizaji, sio lazima iwe amevumbulwa, hapana. Lakini anaweza kupoteza ubikra wake kwa kupitia mazoezi, kwa sababu bikra, msikilizaji, yani ni lea nyembamba sana, utando mwembamba sana. Ukifanya mazoezi makali magumu, unaweza kupoteza ubikra yako. Unaweza kupata ajali ukapoteza ubikra wako, msikilizaji, ama shughuli nyingine zisizohusisha ama zinazohusisha misuli ya eneo la nyonga. Sawa? Mimi binafsi nilipokuwa nakuwa mkubwa, sikujua kwa nini nakatazwa kupeleka baskili. Mtoto wa kike, kwa ile culture ninayotokea mimi, ilikuwa ni vigumu sana kuruhusiwa uendeshe baskili, kwa sababu ilisemekana ama iliaminika kwamba uendeshaji wa baiskeli pia inaweza kwa njia moja ama nyingine kumfanya mwanamke ama msichana akapoteza ubikra wake. Kutokana na mabadiliko ya mwili, msikilizaji, yanayoweza kujitokeza, mimi nimeamua kinaga ubaga kuzungumzia masala mazima. Utajuaje kama bikra yako imeondoka? Dalili kuu za bikra kutoka, kwanza msikilizaji, ni kutokwa na damu. Moja ya dalili za kawaida za bikra kutoka ni kutokwa na damu kidogo baada ya kuvumbulwa kwa mara ya kwanza. Damu hii, msikilizaji, inatokana na kupasuka kwa ule utando wa bikra, ambao ni sehemu nyembamba sana ya ngozi inayozunguka na kufunika sehemu ya nje ya kipochi manyoya. Na kiasi cha damu kinachotoka hapa hutofautiana na mtu tofauti, kwa sababu nikwambia wanawake hawapo sawa. Kila mtu ana fuvu la uke wake. Kwa hivyo damu inayotoka hapa inaweza kuwa kidogo sana ama isiwepo kabisa. Sawa? Depending na mwanamke. Na pia kuna baadhi ya wanawake ambao hawatapoteza damu kabisa, kwa sababu kutokana labda na zile kazi ngumu anazozifanya, mazoezi nini na nini. Kuna baadhi ya wanawake, msikilizaji, ambao hawatapata damu yani, lakini utando ule wa bikra unaweza kuwa umeshatanuka tayari, kutokana na sababu tofauti za kimwili. Sasa kuna njia moja ambayo
hapa kwenye kutoka damu, the moment ni mara yako ya kwanza kuingiliwa ama kuvumbulwa kama mwanamke, usi umelala, wacha nikupeleke vile ambavyo culture yetu unapoolewa unafanywa wakati wa kutolewa ubikra. Ile culture ninayotoka mimi, mtoto wa kisichana kuwa bikra ni heshima kubwa sana kwa wazazi, na msichana unafaa kuhifadhi ubikra wako mpaka pale ambapo utapata mume akuoe. Yeye huyo mume ndiye awe mtu wa kwanza kukutoa huo ubikra. Sasa baada ya mume kwamba ushafanyiwa harusi, kitandani kwako utakapolala siku ambayo utatolewa ubikra, kuna tandiko kitambaa cheupe kabisa kama sanda vile, kijipisi tu kidogo, na unaelekezwa hapo, manake kuna manyanya, mabibi, yani watu wazima, lakini si mzazi wako. So kitanda utakacholalia wewe na mume wako usiku ule wa kama ni umefunga ndoa, alafu usiku wake sasa, si ndo kutakuwa na kuvumbulana pale kwenye kitanda chako. Unatandikiwa a piece of cloth ambacho ni cheupe, unalala hapo kitandani kati ya hicho kitambara cheupe. Si kwa sababu wewe ni bikra, mwanamume akikuingilia, ile damu itakayotoka ianguke pale ama imwaike pale kwenye kile kitambara cheupe. Kile kitambara cheupe unaekewa ili upeleke ama awapeleke kwa wazazi, waseme ama waambiwe kwamba mwana wenu amewapatia heshima, amewainua uso. Alafu kuna sherehe ambayo inaandaliwa literally kusherekea hiyo hymen, na hicho kitambara kitaekwa hata kama ni miaka mingapi kwenye culture nayotoka mimi. So pale unapolala unaweza kuvumbulwa, lakini kile kitambara kikakosa kuwa na damu. Sasa kitu ambacho anafaa kufanya yule nyanya ama bibi, ni shangazi, mtu mzima yeyote yule, anafaa akukalishe wewe mtoto wa kike, alafu afanye kwa mfano vile mtu ameweza kupaliwa labda na wali ama ukampiga yani kama konde vile huku kwenye mgongo. Sasa huku nyuma kwenye kiuno unafaa ufanye kama kumtapi hivi, unafanya kumgonga kama ni mara 1, 2, 3, ile damu itashuka. Kwa sababu kuna wanawake wengine, wasichana wengine, hiyo hymen yao, huo utando wa bikra uko mbali kidogo. Sasa labda wewe mwanamume utamuingilia huyu mwanamke, lakini kwenye kuikwaruza inavyostahili. So unaikwaruza, badala ya kuishika unaisukuma ndani zaidi. So itakuwa imekatika ama imepasuka, ama hymen ubikra umeshautoa, lakini ukasukuma ndani. Sasa badala ya kutoka ikawa iko huko ndani. So upate mtu mzima anaelewa hayo mambo, ukamtapu huyo mwanamke ama msichana kwenye kiuno huku nyuma mgongoni, damu itashuka. Na kusema kweli, damu ya ubikra ipo tofauti sana. Yani Mwenyezi Mungu kaiweka ile damu tofauti na damu ya kukatika, tofauti na damu ya hedhi, tofauti na damu hata ukakata mnyama gani, ile damu iko tofauti. Ina wekundu fulani kama ini hivi huo ubikra ukitoka. Waliotoa ubikra wanajua. Sawa una wekundu wa kuiva kama ini vile. Alafu ina mngaro. Ni kitu ambacho yani kinathaminiwa sana. So kile kitambara baada ya hapo kinachukuliwa, kinakwenda kupigiwa vigelegele, nderemo, shangwe, kwa sababu msichana kapatikana bikra. Na kuanzia hapo inabidi uendelee kuvumbulwa, otherwise itakuwa ni kidonda. Kwa sababu take an example, mahali kama kwenye sikio. Sawa
mahali kwenye sikio mwanamke unapotobolewa, hiyo ni ngozi, haikuwa na shimo. So ukitumia mashini, ukitumia sindano, kitu chochote ambacho utatobolea na ukavisha kipuli, pale mahali unahitaji kupachoma choma ili upoe haraka, kupaka spirit na vitu fulani kama hivyo. Sasa hapa kwenye ubikra, baada ya ubikra wako kutolewa, ndio pale unahitajika uwe kila siku unajichoma kwa maji ya moto. Na si kwamba unanawa, hapana. Kuna tofauti na kujichoma kwa maji ya moto na kutumia maji ya moto kusafishia uke wako. Usiwahi tumia maji ya moto kusafisha uke wako, kwa sababu utalegeza misuli na mwisho wa siku utakuwa na uke uliotanuka. Lakini kitu ambacho unafaa kutumia kwa mwanamke ambaye ndiye mwanzo kutolewa ubikira wake, anafaa kuchukua maji ya moto. Kama yatakuwa ni kwenye thermos, utayatia kwenye beseni, alafu utachukua kitambara, utakisok kwenye yale maji ya moto, ukamue, alafu uchome pale mahali ambapo umeweza kutolewa ule ubikra. Utachoma kila baada ya kuvumbulwa ili kupone haraka. Sawa? Kama huwezi kuchoma wewe mwenyewe, pahali ambapo itakuwa ni chooni utaweka kibao. Alafu ni uchungu sana, I have to tell you, lakini unafaa kuwa mjasiri. Utachukua kibao, alafu utatandika kile kitambara ambacho utatumia kujichomea, kwa sababu huwezi kujichomea, huwezi kujichoma labda. So yale maji ya moto utamimina kwenye kile kitambara, alafu ufanye kama kukikalia. Almuhimu yani wewe pale mahali upachome na uvumbulwe mara kwa mara, otherwise itakuwa unakuza kidonda. Sawa? So inapokuja swala la kutoka damu, sio wanawake wote wanatoka damu, kwa sababu labda yeye mwenyewe hajui, kapoteza usichana wake pasi na yeye mwenyewe kujua. Kitu chengine ama ni dalili nyingine ambayo itakufanya ujue kama bikra imetoka ni maumivu au kutojisikia vizuri. Baada ya kuvumbulwa kwa mara ya kwanza, wanawake wingi wanahisi na wanaweza kuhisi maumivu madogo ama kutojisikia vizuri kwenye eneo la nyonga au uke. Msikilizaji, mwanamke yeyote ambaye ana experience ya kubikiriwa, na kila mtu ana experience yake, ni kama vile kubeba mimba. Kuna itakayomsuka, kuna mwingine haitomsuka wakati wa kubeba mimba, lakini atapata tabu kwenye kupush na vitu fulani kama hivyo. So hapa nikisema maumivu au kutojisikia vizuri, imagine ndio mara yako ya kwanza, umekuingia kwa mara ya kwanza. Pale mahali lazima patakuwa kama kidonda. Wengine wanashikwa mpaka homa, wanapelekwa mpaka hospitalini kwa sababu ya maumivu. Lakini yale maumivu huwa ni ya kawaida, kwa sababu misuli ya kipochi manyoya na ngozi ya nje yani ndo inaanza kukubaliana na kukabiliana kwa hali mpya, kwa sababu pale mahali pamezibwa tangu umezaliwa mpaka umefika miaka ya kusema kwamba sasa hivi mimi niko tayari kuvumbulwa. Basi yani lazima utahisi tofauti. Ndio nyonga zinafunguka, misuli ya uke, yani ni kama vile mtoto mdogo hajawahi kula, ukimuintroduce chakula lazima system yake, kuna chakula ambacho kitaendana na yeye, kuna chakula ambacho hakitaendana na yeye. So yale maumivu unayoyasikia unaweza kuhisi kama homa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii misuli ya uke na ngozi ya nje ambayo ndiyo iliyobeba hiyo hymen imeanza sasa kukabiliana na hali mpya. Sawa?
Kuna wanawake wengine ambao wanapata maumivu lakini maumivu yao yakawa ya kiwango cha chini ama wastani. Na maumivu kama haya nimekutaarifu inabidi uendelee kuvumbulwa ndo maumivu yaishe na yapone kabisa. Lakini cha kushangaza, kuna baadhi ya wanawake, msikilizaji nitakuruhusu unipatie experience yako labda wakati, na hii msikilizaji inaenda kwa both wanawake na wanaume. Hivi experience yako ilikuwa ni gani wakati unamvumbula mwanamke kwa mara ya kwanza? Je, aliweza kubleed na maumivu yalikuwa kwa kiasi gani? Wewe mwanamke ulibleed ama maumivu yalikuwa ya juu sana, ya chini ama ya wastani? Okay, hapa maumivu kwa nini yanakuja? Kwa sababu again nikikupeleka kwenye ile culture mimi natokea, wanaamini wale manyanya mabibi zetu wanaamini kwamba pale mwanamke hafai hata kuchezewa. Yani pale mwanamume wewe unafaa hiyo yani msichana akishalala kwenye kile kitambara cheupe wewe unafaa kumuingilia mara moja. Ati sijui kushikashika, kunyonyanyonya, kutomasa. Wanasema kile kizinda, hiyo hymen. Sawa, sijui kwa lugha yako utahitaji, lakini kikwetu sisi tunasema ni kizinda. Hymen kizungu ama utando wa bikra. So wanasema mwanamume akianza kukupiga minyonyo, sijui anacheza na matiti, anaanza kukutia ulimi wa masikio, yani wanasema haihitaji romance. Ukifanyiwa romance kile kizinda kinadeuka, kinayayuka. Kwa hivyo wanaamini kwamba shughuli inahitajika iwe moja tu. Ukiingia pale ndani unavurumiza uume wako, unaingia kwenye kipochi manyoya, uharibu ama unaupasua huo utando wa ubikra. Ndio sasa maumivu ndio yanakuwa tofauti. Of which kwenye culture nyingine kutoa ubikra sasa hivi ndio inanitia akilini kwamba ni process ya kuvumbulana. Kwa hivyo ni lazima yule mwanamke umtayarishe, awe wet ili asipate maumivu mingi wakati wa kuingia. Kwa sababu kama wewe mwenyewe haujakuwa tayari, yeye mwenyewe ni mkavu, utakuwa unashindilia, unalazimisha ingie. Ndio maana baadhi ya wanawake wanapata maumivu makali sana wakati wa kutolewa kizinda ama ule utando wa bikra. Hakuna difference yoyote itakayotokea iwapo eti unamtayarisha mwanamke wako wakati wa kutaka kuvunja ubikra. Kwa hivyo yeyote aliyekuwa na ile akili ya kwamba mwanamume hufai kumshika mwanamke, wewe ukiingia ni uingie umvunje ubikra, hiyo damu itoke, mambo mengine yatafuata baadaye. Kumbuka yule ni mpenzi wako, mumependana, na hili jambo la kuvunja ubikra linawahusu nyote wawili. Ni mwanamke awe tayari, yani consent ya yeye kutoka ubikra iwe inatoka kwake, ili kesho na kesho kutwa asilaumu kwamba alichukua ama alitake advantage of me, kulikuwa siku tayari na vitu fulani kama hivyo. So experience ningetaka kusikia tofauti msikilizaji. Ila dalili nyingine ni kujisikia kuwashwa au kujikuna baada ya kuvumbulwa kwa mara ya kwanza. Baadhi ya wanawake msikilizaji wanaweza kuhisi kama kuwasha fulani ama hisia ya kujikuna kwenye sehemu za siri ama kwenye uke wake. Na hii ni kutokana na inatokea sana wakati ngozi ya kipochi manyoya inapokabiliana na msuguano na unyevunyevu wa ghafla ambao unaweza kuwa tofauti na hali ya kawaida. So huko kuwasha kunaweza kudumu kwa muda mfupi na kawaida huondoka baada ya muda. Kwa hivyo ni lazima kivyo vyote utasikia tu difference fulani. Sawa? Ikitoka kuna hayo maumivu
lakini pia utasikia kama kuwashwa fulani na kujikuna fulani, kwa sababu kuna hiyo